Hello, mambo vipi Burundi? Karibu tena kwenye exclusive interview ndani ya mjengo mzima wa Indundi TV pamoja na mtangazaji wako Mr. T Tambwe. Yes, kwenye kipindi chako pendwa sana to know about movie. Siku ya leo ni naye mwigizaji ambaye ni CEO wa Gasago Magic ambaye tunakuja kuzungumza naye mambo mengi sana. Ni kijana ambaye anazidi kufanya vizuri kwenye tasnia ya filamu nchini Burundi. Basi kama kawaida usikose kusubscribe channel yetu ya Indundi TV, pata kuja alama kengele hapo. Bonyeza hapo ili wa kwanza kuwa unapata notification zote, na nyuma kamera ninaye mkali wangu Mr. King AP Max. Karibu sana. Kama nilivyokuambia kwamba ni naye CEO wa Gasago Magic, ni kijana ambaye anazidi kuleta mambo mazuri sana kutokana na upande wa tasnia ya filamu nchini Burundi. Mambo vipi bro? Sawa. Tufanye kwanza kidogo kuogopa corona. Ya sema kawaida unaweza kuambia washabiki wako jina lako na address unapopatikana. Mimi naitwa Nipo Gilizo Olinga Olingizo Gato Gaozeka Ino Musosa Usafote Top Njani Lisa Moto Mana. Yaani nimesikia za mbote. Moto Mana. Sio gani jina lako au vipi? Bwana jina langu na ukipita mtani kila wakati mtu akikuona tu anakuangalia. Yaani kuliko kuite wewe. Yaani kuita tambote la. Ila sawa tu. Sema iko sawa, oboe ule mtu anakuita boss. Msikendani. Oboe ite jiwe. Na anajuaje kama jiwe labda? Anajuaje kama kichwa changu. Yes, vizuri sana. Yes, kama nilivyokuambia ni mwigizaji wa filamu. Mahali ambapo mwigizaji wa filamu yuko lazima tu ujue, kwa sababu wao kila sehemu wanakaa wanaigiza. Hebu bro, tuambie, tumeshazidi kuona kwamba kazi zako zinazidi kutrend sana mitandaoni. Haswa kuna kazi fulani ambazo tulijaribu kuziona hata kwenye TV ya Taifa HTV pamoja na sijui kama ni BTV. Yes, tuliweza kuona filamu inaitwa Kuruboni, na baada ya Kuruboni kuna movie nyingine hivi ambayo inazidi kuwasha mzee, inaitwa Sibika Jembe. Yaani sasa kwa upande mwingine watu wanashindwa kuelewa kama ni wewe kweli. Yaani wewe kabisa ndio unaandika ile kazi na unazidi kuitengeneza na kuboresha kiasi kile. Hebu tuambie kidogo siri hapo. Namna asili ni vitu tu kuandika, ni vitu unajisikia tu ndani unaandika na unajisi sio unazai act. Naweza sema kuna ni unakuwa ndo wazi kusema ndo natumia siri. Ni vitu tu vinakuja tu ndani, unasikia uko inspired ya kufanya kitu kama hicho. Sasa mimi nikawa inspired ya kuandika na kurealize pia na act. Yeah. Mimi sio sema natumia si ama hii. Kwa sababu kazi na dawa. Mungu ndo dawa. Vizuri sana. Na ukiangalia kidogo kazi zako, ukizifuatilia kwa umakini, kazi zako tunaona kwamba kuna uwezo fulani mkubwa ambao unautumia pale, kwa sababu unajua movie ya Burundi kwa sasa watu wengi sana wanakaa wanalalamika, wanasema kwamba tuna wadhamini ili kuweza kuwekeza uwezo kwenye kazi zetu ili kazi zetu ziweze kuwa nzuri. Unaona? Sasa kwa upande wako wewe tunaona kabisa kwenye movie zako kunazidi kuwa vitu vizuri hivi, unakutana hata movie imechukua uwezo mkubwa. Ukianza kwa production hadi production nzima unakutana kwenye movie yako, yaani kabisa uwezo huko. Hebu tuambie kidogo wadhamini vipi? Nao tayari una mdhamini wewe, upo under management fulani? Hapana, sijakuwa na management, lakini kama si mkioneshwa wanasemaga hivi ichumu timu kunze isoko zisumbi nyama. Yaani siyasema kama mimi nakuwa na management hapa juu wezi fanya kitu kisha kinavuma. For example ukiona ile Kuruboni na ukiona sisi tulienda kumshuti hatukushiza hata kujumbura, tulibana ma location kwa Bilimani bali tena sana kufanya masiku. Unaona ba teora chasi wanafurugana vitu kama hivyo, lakini tunashukuru Mungu sisi tuliweza toa hicho kitu kikawa kizuri sana. Na ukisema unajua mimi napenda kuna nini movie zako zinaweza kuwa na kitu tofauti. Ina tofauti sana mkubwa, kwa hiyo tofauti na filamu zingine hapa. Mimi cha kwanza mtume wa kwanza mimi kuandika na jibaze kitu cha kitiri. Mimi na maamini sana ndio nafanya kitu ya kitiri ni Burundi. Kisha apedo sola nafika na nini na tafuta location inaendana na hiyo street ya wala nafanya ma location pardon. Location mimi nakutana sio hata huko Bujumbura, mimi sipenda iko watu huko Bujumbura manyumba makali natafuta ule manyumba ule wa huko zamani hivi ndio nakutana vitu vinakuwa tofauti juu wengi hivi mpaka kama umeoni kwa mgari kali mabia yana kama kabla hajafika watu hajafika wale kama costa mimi
naitika. Kuna mama mmoja hivi anauliza hivi, mbona usikia fara wewe mtu akikuona uko mwalimu matope unaona uko mtu mzima uko mjinga. Lakini hivi mtu anakuwa uko serious. Ila sana na ile kitu ndio inafanya kitu cha Mungu wetu tofauti. Naitika kama ni matope kama ni pori tunaenda tu. Yes, kama unavyomsikia huyu ni Mr. Nipo anakuambia kwamba kuna tofauti wake fulani ambao wanazidi kufanya Bujumbura na mikoani. Kwa hiyo tukigusia hapo kama jinsi ulivyozungumza, unakutana mtu amefanya movie ya Village hapa Burundi. Unakutana amefanya movie, anaishi Bujumbura na anategemea apate Village nzuri hapa Bujumbura. Kwa hiyo nina imani wewe umejitahidi kufanya tofauti na kwenda Bubanza. Hebu niambie kitu gani ambacho kimekuvutia kwanza wewe hadi ukasema kwamba inabidi niwe tofauti na watu. Ukatoka Bujumbura, kwa sababu Bujumbura ukienda kuna sehemu zimoja ukienda unakuta location kama hizo nyumba za mbovu hivi matope. Lakini wewe umeamua kusema mimi natoka Bujumbura naenda Bubanza. Kwa hiyo ili ni siri gani ambayo uligundua kubwa hapo Bubanza ukasema inabidi niende Bubanza? Kitu cha kwanza nasema Bujumbura niishi miaka mingi huko. Lakini Bubanza kwa mimi nizali. Yaani anamaanisha kama Bubanza napajua sana. Ngoja au ndo hapo umependa kwa sababu ni nyumbani kwenu. Nyumbani kwanza. Nyumbani kwanza kisha nikiangalia location Bubanza kuna hoga masehemu mazuri. Unaziona for example kuna movie nilicheza ya Rulebea. Rulebea nilikuwa sijaongelea. Rulebea kila mtu anajua hapa mlikuwa wapi. Daka na guverneur wa Bubanza anaita sema hivi hapa ni Bubanza kwenye mimi na sasa nasema kama Bubanza anajua sana, anajua location mingi. Ma community kama zote mimi nazijua za Bubanza. Nyumbani mzee. Nikizungumzia hapo kutokana na filamu yako ya Rulebea, kabla sijafika kuruone na kwa sababu kutoka Rulebea ndo tunaingia Kajembe. Na kutoka Rulebea tunakuwa hapo Ijugi Mutima naikumbuka. Okay, tukienda kwanza Rulebea nikifuata ile movie vizuri kwenye ile story, nimeona kuna kitu fulani ambacho tumekiongea ni cha Burundi. Maana yani kuna stories fulani kwa sababu hata wewe yenyewe utakumbuka kama sijasahau ni imbo ambao kama sijui mfalme gani mfalme Mwezi Gisabo alikuwa kwake ile Rulebea. Kwa hiyo ilikuwaje wewe kama wewe uweze kutunga story ambayo hata kipindi chako ulikuwa hujazaliwa? Kwa hiyo uliwezaje sasa kufollow kuandika ile story? Sio kila kitu tuliona ile tukiandika kama nini kabisa. Lakini story kama mimi mtu mwenye anapenda sana vitu vya story. Hata masomo nikifika Korea story amekuwa kwa makini. Wengine ilikuwa na vlogger lakini fika pale unaifuata sana. Nafuata sana. Nilifuata sana historia ya Burundi kama ni nchi yangu naipenda sana na napaswa nijue historia isiendeka na si kwa nini watu tulivuruganaga ni kwa nini vitu kama hivyo. Nilipouliza wa professor wa university na wale na rafiki zangu nauliza sana mimi anazaga ndio vizuri kabisa. Nilikuwa nauliza hata akiniambia mimi niko huku ndio nikutane huku Kiriri na nafuata nauliza naandika njoo itoka ile historia ya Rulebea. Kaida ile ni story ukienda ndani ya sinema utajua historia yote ya Burundi ilianza aje vikaisha aje. Basi kama washabiki wako wanavyokutazama kwa saa hizi kwenye interview hii, kwa hiyo kama ulivyofanya movie ya Rulebea, nina imani kwamba kuna message kubwa ambayo ulipendelea washabiki wako waweze kupata. Kuna kupatia sekunde 30 uweze kutoa kidogo funzo kutokana na filamu ya Rulebea. Kitu gani ambacho ulikilenga Rulebea ilikuwaje? Kuna nini kwa hiyo Rulebea ilikuwa ni watu wenyewe walikuwa. Lakini mimi kwa upande wangu ningependa labda izungumze kwa Kirundi, nilikuwa poa sana. Rulebea yari film na sasa kuvuga kujyo abantu kera Abarundi bahora arumwe. Mu Barundi ntavyo kumva bahora ari ico bita imiryango. Nuvuga na nivyo by'abahutu na by'abatutsi na by'abatwa na byari hakera. Ariko kera ababirigi cyangwa abakoroni bamaze kuza baca bashaka kugira bashobore gucanishamo Abarundi baca mu gucanishamo abami bacanishijemo gute bafashe umwami n'umukwe witwa Maconco kuko umwami yitwa Mwezi Gisabo yaratsinze abakoroni. Hanyuma nabo bavuga ati nta kundushaka kubaca kuko Abarundi bari bafise ubumwe bariko na umoja bari bafise ubumwe baragwana n'umwami kuko kera ubwira ukore ku mwami wanza kwicumira yuko kwani yani cyazira.
hanyuma abakoroni bamaze kubona ko ataho baca ati reka duce mu mukwe wa Mwezi Gisabo bacaza kumubesha umukwe wiwe Maconco bamubwira ati burya wowe Mwezi Gisabo ugize ukunuku nawe wowe umwami n'ibiki bara umukorera Maconco kitangura kuzarigira kwigenza nako Mwezi Gisabo yamwivyibwa imbwa Mwezi Gisabo yakunda kera umwami wihenze ukamukorera ikosa umukambwe waho nyine imbwa y'umwami kera cyari ikintu gikomeye cyane barabacishijemo bacanishijemo abarundi bacabita imice ibiri bamwe bakurikira Maconco abandi basera kwa Mwezi Gisabo base abazungu babona inzira yo guca bagirane. Hongera sana kabisa mzee. Yaani ni kazi kubwa ambayo umeifanya kwa kweli. Yaani hongera kabisa. Ina maana kwamba umeweza kusikia historia ni kijana nipo anafanya movie kwa vitu ambavyo vipo. Yeah. Yaani sio kwamba zile stories za kuogotea. Kwani hebu unajua kunishangaza sana mzee. Hebu tukiatana basi na mbele yake kidogo tuingie Kajembe. Kajembe wa movie yani nilivyoicheki kidogo unaona kuna elimu kubwa sana mde Mkajembe. Sasa hebu nani aliweza kukwambia kwamba kwenye filamu zako jaribu kutumia elimu kubwa kama hiyo? Mimi kama nilivyosema, mimi kawaida nikisema mtu huyu anisaidia hivi sawa mimi ndio nakoka na CG kisha naenda nauliza inaweza nielekee kama Kirundi una sisi Kirundi hivi kwa kinaenda kinaisha kabisa mbiana kama sisi lakini naenda wale wazee na wauliza vikwaye na hivi ndio mara kama Kajembe ni sinema iko tofauti na sinema mingi kama mimi ni actor principal kwa wakati iko kiziwi tena bubu au gay yani shida nasikia. Hebu tuambie kidogo sasa mafanikio inakuaje? Kwa sababu unajua toka uanze kutengeneza filamu zako hadi hapo unapofikia yani lazima unatoa hela sana. Unatoa hela sana. Kwa hiyo vipi kazi zako soko ya filamu ya Burundi unaizungumziaje kutokana na kazi ambazo umeshazitengeneza? Hapo sasa hapo kusema soko vipi ndio soko ya Burundi imekufa kabisa au vipi? Hauna soko. Kwa hiyo unaigizaje na kwa nini unakazania na vitu ambavyo vina soko? Ile tu nilisema ile saa hicho mtu mkunze isoko zisubiri. Unaendelea iko siku juu huko ndio wenyewe tuliona wakubwa wetu walituambia sisi hata kama ukiona tulifanikiwa tulihangaika sana vitumika hiyo siku njoo unaenda kwa hiyo shauri na hapo siku na sisi tutafanikisha. Kweli big up sana. Basi kwa kumalizia kama vile muda wetu tunaanza kutuacha kwenye interview, tuzungumzie kidogo kutokana na watu ambao wako nje, Warundi ambao wako nje. Kwa sababu hii ni mchezo ambao tumeshaiona sana kwa waigizaji. Unaona kila mwigizaji utakaa na lalamika, lakini mtu wa Ulaya ameniambia kwamba ni shoot movie, atanipa hela, kisha mwisho wa siku kunipa hela, sijui inakuaje, nashindwa kushoot kwa sababu yake. Kwa hiyo hizo changamoto ni kwa nini zinawakuta sana kwenye tasnia ya filamu kwa Burundi? Kuna vijana nyingi vinaweza kutegemea mtu. Hayo unaweza kutegemea mtu na yuko na maisha kama wewe na yeye anatafuta usiku na mchana anatafuta kama wewe. Unamtegemea ile jasho unapata huko Afrika na yeye kula anaipata kabisa. Hicho ni cha kwanza. Cha pili nani ndio Mungu anakukataza kutegemea mwanadamu. Unaona? Wewe fanya problem inakuwa ni haya. Sisi tunategemea wao wa diaspora. Diaspora anaweza kuambia hivi, jua yeye anajua akiwa kule anaweza kuwa na roho ya kusaidia. Lakini na yeye anapata matatizo. Unaona? Anaweza kupata matatizo fulani na hizo matatizo akipata wewe unaweza sema alidanganya. Na ndio wengi kisi wanakuaga, anakuambia afanye kazi, ukienda kuifanya kesho anakublock. Yaani mwingine anakublock. Lakini ni sawa, nifunzo ile kesho sio kazi. Sasa wewe nyinyi mnajipangaje kutokana na watu wa diaspora sasa? Before mfanye maneno contract. Before ufanye contract kama ni kitu wewe unaweza fanya ambia sio kusema sikuamini. Acha tufanye contract. Mimi fanye kazi yako nikimaliza nipatia changu na kwa yangu bila njoo hivyo. Unaweza kuwa sawa na watu wa diaspora hivyo wajue kama huko Burundi tunatumika. Sio kusema si tufanye kutumika usiku na mchana kisha tunapata vitu vyetu bana biba kwa huko. Mzee unajua message ni nzuri afu ungewatazama hao watu wa diaspora kisha ukwambia wa Kirundi itakuwa vizuri ya ujumbe uweze kuwafikia. Ujumbe wangu kuna sema hivi aba diaspora au wale hose
bamere ko mu Burundi twatuko turakora natwe dukora ijoro n'umurango kugira iki dushoye natwe gufasha igihugu cyacu gushoye gutera imbere natwe ubwacu twiteze imbere rero turiko turakora kujya twabishaka natwe kugira icyo twifashije nuko imiryango yacu ishobora kubaho rero ibintu byo escroquerie bayireke dushobora kugira bashobore gufasha n'amari ikintu bavuze ati ndashobora gufasha muri iki ntagifashe mugabo bareke ku hari benshi bashobora koresha ibyo kwiyemera muzofasha kugira iki akwereke ko umuntu watari mugabo ntafashe mu nyuma ni byiza rero kuvugisha ukuri ikintu gishoboka kikabaco kidashoboka naho kakireka kuko twese turiko dukorera kandi dukoresha n'uburyo bwinshi n'umwanya kandi vizuri sana na imani kwamba wazamini wameweza kusikiliza ni kwamba waigizaji wa nchini Burundi wanachokililia sana sana ni kwamba wanahitaji support kutoka kwenu na zile support ambazo wanazihitajia ili kuweza kuinua tasnia fulani nchini Burundi hawahitaji uongo ikiwa una moyo wa kusaidia support kwa sababu kuna waigizaji wengi ambao wana talent za kuweza kufika mbali. Kwa hiyo mzee baba kwa kumaliza vile kitu gani ambacho unakiandaa kwa mashabiki wako? Kwa hivi niko na imalizia sinema yangu Akajembe. Kila mtu kama anataka kuangalia sinema unaweza kukutana na channel yangu Nipo Official YouTube, unaangalia maseri kila vendredi na episode mpya. Unaweza kupata seri ni seri kubwa sana. Sisi sema nataka andae kingine kitu labda mwisho wa mwaka ndio naweza andaa kingine kitu hiyo seri Akajembe kishaisha. Yeah. Tunashukuru sana bwana Nipo kuweza kufika kwenye jengo mzima wa Iludi TV na imani kwamba siku nyingine tukikuita najua hutositakuja. Yeah, asante sana wewe kunialika hapa na nafurahi sana na ingine siku tu mkinihitaji mimi niko ready kabisa. Yeah. Yes, tunashukuru sana wandugu watazamaji wa kipindi cha Know About Movie na mjengo mzima wa Iludi TV. Kama kawaida usikose kusubscribe hapo ili uweze kuwa unapata vipindi vyote ambavyo vinavyokuja kwa mjengo wa Iludi TV. Asante sana.